Yote yalianza wakati mtoto alimuuliza Chuma swali. Akasema hivi, je, Chuma, wewe una nguvu kushinda yote? Chuma akajibu kuwa hapana, moto inaweza ikaniyeyusha. Mtoto akakimbilia moto, akamuuliza moto hivi, je, ni wewe uliye na nguvu kushinda wote? Moto akasema hapana, maji inaweza ikanizima. Mtoto akakimbilia maji, akamuuliza maji, je, yaweza kuwa wewe ndiwe uliye na nguvu kushinda wote? Maji akasema hapana, ukali wa jua unaweza ukabadilisha hali yangu. Na kisha mtoto akainua kichwa juu, akauliza jua swali, yaweza kuwa wewe ndiwe uliye na nguvu kushinda yote? Jua likasema hapana, mawingu yanaweza yakaniziba. Kisha mtoto akakimbilia mawingu, akauliza mawingu, yaweza kuwa wewe ndiwe uliye na nguvu kushinda yote? Mawingu yakasema hapana, upepo inaweza ikanipeleka popote itakayo. Mtoto akasema yaweza kuwa upepo una nguvu kushinda yote. Kakimbilia upepo, akauliza upepo, je, una nguvu kushinda yote? Upepo ukasema milima inaweza ikaniziba, ikasimamisha ukali wangu. Na kisha mtoto akakimbilia milima, akauliza milima, je, yaweza kuwa nyie mna nguvu kushinda yote? Milima akajibu akisema kuwa mwanadamu anaweza akatuvunja vipande vipande. Na kisha mtoto akarejea akamuuliza mwanadamu, je, yaweza kuwa una nguvu kushinda yote? Mwanadamu akasema hapana, tutamalizwa wote na kifo. Kisha mtoto akakimbilia kifo, akamuuliza kifo, je, waweza kuwa wewe una nguvu kushinda yote? Kifo kujibu kasema, kwa miaka mingi nimechukua watu, wafalme, viongozi, marais, wachezaji kandanda, wote unaoweza ukafikiria, wote niliwachukua. Lakini ilifika siku moja, kunaye mtu aliyepigwa vibaya, alisulubishwa msalabani, akafa, nikamchukua ndani ya kaburi. Nikapiga vigelegele kwa kuwa nilikuwa nimemshinda. Lakini kwa siku 3 alisimama. Kusimama kwake ulimwengu ulitikiswa, ardhi ikapasuka, akaninyang'anya funguo za kuzimu, akahakikisha kuwa amenimaliza. Mtoto akamuuliza, huyu ni nani? Kifo akajibu, huyu ni Yesu Kristo. Nataka niwaambieni hivi ndugu na dada yangu, hakuna aliye na nguvu kushinda Yesu. Yeye ndiye mwanzilishi wa maisha yetu. Anayo funguo za kuzimu, na tena anahakikisha kuwa ameingia kwenye kifo na akazikwa, na baada ya siku 3 alifufuka. Ninachotaka kukueleza hivi, usiwe na wasiwasi wowote, kwa kuwa kama Kristo alishinda mauti, nasi pia tutaweza kushinda mauti tunapomwamini. Yeye ni ndugu yetu na ndiye mzaliwa wa kwanza wa matunda ya Mungu mwenyewe. Kuanzia leo hii, jua wazi kuwa hakuna yeyote aliye na nguvu katika uso wa ulimwengu huu kumshinda Yesu Kristo. Je, umejiuliza ni nani atakayeshinda kifo? Siku nyingi tumeloa machozi tunapofiwa na jamaa zetu, lakini Yesu anasema kuwa amekuja kushinda yule ambaye mwanadamu amejaribu kumshinda kwa miaka mingi. Tumkimbilie, tumtegemee. Yeye ndiye kimbilio letu, na tena shujaa anayekuja kutuokoa kutokana na changamoto za maisha yetu. Mungu aweze akubariki.